wameatimba tindindindi akwe kuniangusha hata mara moja. Ando familia yangu wanaitwa Zoni, na hata hivyo nimesema kwamba nitabaki nao na nitakuwa nao miaka yote. Wameatimba. Bwana, hii ni Zoni TV, tupo ndo habari ya mjini ya inabamba kila kona za mtaa. Bwana, nipo na Sam leo. Nipo na Sam Khan. Kama unavyomjua huko mitandaoni anaonesha bala lake. Ana bala fulani hivi. Utaenda kumsikia leo. Ni kipindi fulani hivi barabara. Endelea kufuatilia then utamuona tu. Sam, mambo vipi? Kama kawaida ya. Kama kawaida? Ya, Mungu anabariki. Naona sasa hivi una shine sana. Hamna kawaida tu. Bwana, watu wanakuzungumzia kwa sasa hivi. Wewe ni comedian. Yeah. Wewe ni comedian. Naona watu sana wanakuzungumzia kwa ile talent yako ambayo unayo ya kuongea sauti kama Juma Khan. Kipaji chako ulikijuaje? Yaani kwamba wewe ndio una kipaji fulani. Nadhani bi mkubwa wangu ndo wa kwanza kugundua kipaji changu. Sababu the way mimi tangikaa naye waga ni anafurahi sana, naamini kama mimi ni mchekeshaji mkubwa sana. Unajua mwanangu kituko sana. Na kipindi nipo mdogo hivi kama miaka 10 au 12 alikuwa anatafutia sehemu watu hapo fanya sanaa. Anipeleka. Bwana, bora huyu unaigiza hapa kuliko kuanza kuzula mtaani ukaanza kuvua kambale huko utaja kuwa mwizi bure. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo jinsi nilivyo nikajikuta nipo kwenye sanaa na kwenye sanaa. Kwa hata baadaye nilipoanza kufanya sanaa ikawa inipi ugumu kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nacho na kiona mara nyingi, nafanya naigiza nini mara huku mara kule. Unaigiza movie mara haitoki movie yenyewe. Mnagewa moto. Njoo tena kambini hivyo. Kwa hiyo Mungu amebless mpaka hapa nilipopiga hatua. Yeah. Kwa ina maana kwamba juhudi zangu ndio zimenifanya nifike hapo kwa sababu wapo wengi ambao wanafanya. Ila kikubwa juhudi tu. Hebu wape kionjo kwanza ili wajue kwamba ndo wewe. Clip yako imewekwa na Kiswahili na Zone Home Village. Nikiwaona tu najua leo kazi tunayo. Mwamba niko hapa. Wameatimba. Ningependa kumshukuru kabisa Madevi akishirikiana vizuri na Chara Chanakia na wamefanikisha mpaka leo ionekane bora. Lakini bila kuwasahau Tamili Nadu wametufanya mpaka leo ionekane wazuri zaidi na filamu zetu zimekuwa na quality. Hapa namzungumzia mjomba Chira. Huyu jamani nani huyu? Akili zake yai anaitwa Rajab Maimuna. Juma dede. Bwana, uko poa kabisa, yani uko vizuri. Na hisi mtazamaji umeenda kuona kijana na kipaji, unaona? Sasa tunataka kujua kwamba ulianzeje wakati mara ya kwanza unaianza kwamba mimi nataka niwe kama Juma Khan. Ilikuwa haijakupa ugumu kwako? Kunipa ugumu kwa sababu mimi ni mtu ambaye namfuatia sana Juma Khan. Pia na respect sana tukifanya bro, ni kitu kizuri kikubwa. Lakini nikapata ubunifu mmoja akasema kwa nini nisibadilishe hii style yake Juma Khan ikawa ya kichekesho. Kuna siku hivi nikakaa mtaani hivi, kuna sehemu fulani kama kuna ushoro fulani hivi, kuna ukuta nikajibanza. Kwa sababu ngoja nianzishe madude yangu hapa, nitoe madude hapa. Ndio nikaanza hapa nikapiga nikapost. Nakumbuka post ya kwanza nilikuwa nimemzungumzia Misomisondo. Ikatembea sana hivi kama watu 200 na wakaangalia ngona kumbe hii na kitu. Watu dogo Juma Khan au mwana Juma Khan na nini, comment zikawa nyingi kama hivyo. Kwa hiyo balali kaanzia hapo. Bwana, unatisha sana na kiufupi watu wamekubali kazi. Sasa kuna watu wanajiuliza leo hii kwamba wewe ukiachana tu na hizo mambo yako ya uigizaji kwa sasa hivi unafanya issue gani ukiachana na uigizaji wa comedy? Mimi ni mwanaharakati. Kwa hiyo waga naamini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ni mtu ambaye sichagui kazi ambayo yote inatokea mbele yangu na hisi ina faida nafanya. Hiyo bodaboda, saidi ya fundi. Kazi yote ambayo nahisi mimi naweza kaniingizia kipato nafanya. Lakini mimi naweza nikasema kwamba kwa sasa hivi sidhani kama unaweza kufanya kazi ya ufundi, unaona, sijui kusaidia si mafundi. Sidhani kama unaweza kufanya kwa sababu ninavyokuona sasa hivi kama unapokea kamshiko fulani hivi. Unakula viela. Mwenyezi Mungu waga aje kumnyima mja wake. Kwa hiyo kila jambo unalolifanya Mwenyezi Mungu anakuonyesha njia yake. Bwana, ulichokifanya ni hichi lakini asilimia zake ni hizi. Kwa hiyo mimi na imani kwamba sana yangu imenibadilisha kweli maisha yangu sababu sikuwa hivi before. Social imekuwa najulikana sana. Napata kidogo mialiko hapa na pale.
Kwa hiyo inanisaidia sana, napata 200 300 hizi. Maisha yanaenda. Aisee, uko vizuri sana. Kwanza nimependa, unaona nilikuwaga nasikiaga tu, lakini leo nimeona live. Ya kijana uko vizuri. Hebu naomba unipigie sasa ile ya Krishi. Naomba unipigie ile ya Krishi kwa sababu mimi ndo naikubali sana. Lakini hata hivyo Krishna hakuwahi kumwona baba yake hata mara moja. Hata hivyo bibi yake akamwambia kwamba baba yako ni zile nyota za angani, na ndo siku hiyo akaambiwa kesho kukikucha tu inabidi uelekee mjini. Ndio ilikuwa mara yake kwanza kupanda ndege kuelekea Singapore. Huyu mwamba ni mshamba kwa kwenda mjini hata mara moja. Itakuwaje? Mimi ninavyofahamu kwamba ukitumia sauti ya mtu huwa kuna wakati inaleta mgongano fulani, kunakuwa na shida. Sasa sijajua wewe unavyotumia sauti ya Juma Khan, labda alishawahi kukutafuta au kukudm kwenye mitandao ya kijamii? Nakumbuka mara ya kwanza nilisha alindm Juma Khan, akamwambia mdogo wangu nakubali unachokifanya, chukua namba yangu. Nikamwambia sawa bro. Nikana sena naye nini, na account yake ni kubwa, inafuata kama 200 na Instagram. Lakini kuna kipindi fulani hivi akanicheki jamaa mmoja aitwa Baba D, naye anatafsiri movie. Yeye yupo karibu kabisa na Juma Khan. Akamwambia mdogo wangu vipi fresh da. Hongera, tunaona kazi zako zinaenda mjini. Nikamwambia asante. Ushautana Juma Khan? Nikamwambia sija kukutana naye, lakini nawasiliana naye. Alinicheki Instagram, akamwambia Juma Khan haja kutumia Instagram. Ila sitoshe, Juma Khan ni mtu ambaye ana moyo safi sana. Ni mtu ambaye anapenda kila mtu awe mkubwa ili afikie malengo. Mimi ni mtu ambaye nimepitia kwenye njia yake ili nifikie malengo yangu. Haina maana kwamba mimi maisha yangu yote nitaje kwa Juma Khan tu, hapana. Na vitu vyangu ambavyo mwenyewe vipo, lakini bado sijafikia time ya kufanya kuvionyesha. Kwa hiyo ukifika muda wangu nitafanya vitu vyangu, na pia namrespect sana. Ni mtu ambaye anaona video zangu, pia anapenda. Angekuwa anachukizwa hata watu wa karibu angeshawaambia, au mimi angenifuata mara kadhaa angenipa onyo. Lakini mtu ambaye anapenda sana mimi ninachokifanya. Kwa mimi naamini kwamba Juma Khan ni mtu poa sana, na pia nashukuru sana kumpenda mtu ambaye mwenyewe pia anapenda vipaji vingi vije. Kwa hiyo mimi na imani kwamba yeye ni mkubwa zaidi, ndio maana amepata pacha. Yaani mimi kama mlisi wake nimepata pacha. Kwa sababu hata unaona Diamond. Diamond ni msanii mkubwa, ndio maana ana role model kibao, sio pacha Diamond sio nini. Yaani mtu yote mkubwa lazima awe na kopi yake. Ni kweli. Kwa hiyo mimi na imani Juma Khan ni mkubwa zaidi, ndio maana kaa na kopi yangu mimi. Ndio maana nikawa na kopi yake. Wanasema nyuma ya mafanikio huwa kuna mtu, ni mwanamke au mwanaume. Wewe ni nani anafanya ili uweze kufanya hayo, upate hayo mafanikio? Yaani toka nianze kufanya sanaa nimekuwa na marafiki wengi sana, kutoka mimi ni mtu pisi, pia nina maadui wengi. Afu pia nina wanafiki wengi. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kukusaidia hatua ya kwanza, hatua ya pili akabadilika. Mwingine anakusaidia hatua ya pili, hatua ya tatu akaonekane. Kwa hiyo ni ngumu kukalili yupi ambaye ni sahihi, ambaye unapiga naye hatua kwenda naye mbali. Ila kuna wanangu ambao kadhaa wanisupport alafu hawajali ninachokifanya. Hao ndo naamini wanangu ambao wataka kama siku nikipata nafasi ya kukaa sehemu fulani lazima tuvutane. Bwana njoo tuishi hapa. Yaani mtu bora anayekusaidia ambaye hajali utafanikiwa au utafeli. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Munili. Respect sana. Kuna mwanangu mwingine anaitwa Abeshi. Ani hao ni watu ambao wananisaidia, tunasaidiana, alafu hawajali kama nitafika sehemu fulani au nitafeli. Nikifeli sawa, nikifaulu sawa. Kwa hiyo mimi naamini ni hao ndio bora. Lakini mwingine anaweza kukusaidia baadaye ukipiga hatua fulani au kama umekwenda kwenye interview au sehemu fulani anakunja. Ngoja niambie, sasa interview nimeitwa mimi. Kwa nini hujaniambia tungeenda wote? Niambia hapana. Kama tungetoa tungeenda, mwingine anakunja. Kuna wengine wanapenda kukuona kituko, sio kituko cha furaha, kituko cha kushuka samani. Kwa hiyo unapofanya jambo ambalo wewe binafsi linakutengenezea brand, yeye apendi. Anaona sasa mbona anavojichetua huyu jamaa, mbona kama anapiga hatua kweli, anakumind ukataa. Mwanangu toka nishuti basi location. Mimi bwana niko busy hapo, haraka niangalie mpira sio na nini. Baadaye mkikaa mnapiga study usiku, angalie mpira nini. Kwa hiyo nishasahau kwanza. Sijafua nini, siangalie mpira, ngwangani mezemeze story hapa. Kwa hiyo ni watu ambao hawapendi mafanikio ya watu. Hao wanao pia hapo. Kwa hiyo mimi na watu wengi sana ambao wananisupport, ila sio 100%. Okay. Bwana, yote hayo tumeweza kuyasikia. Kwa hiyo cha msingi tujifunze kitu. Labda kuna watu wanajiuliza kwenye mitandao ya kijamii unapatikana vipi wewe? Mtandao wa kijamii TikTok unatumia Sam Khan. Facebook unatumia Sam Khan.
Instagram natumia Samkani. Mitandao yote natumia jina hilo Samkani. Kama ulivyosikia ndugu mtazamaji, kwenye mitandao yote anapatikana, anatumia tu jina Samkani. Ukiingia Facebook ni Samkani, ukiingia YouTube ni Samkani, ukiingia Instagram ni Samkani. Basi Sam, naomba hebu tuage na moja, waage mashabiki zako. Wameatimba tindindindi kwe kuniangusha tamara moja. Ndo familia yangu wanaitwa Zoni, na hata hivyo nimesema kwamba nitabaki nao na nitakuwa nao miaka yote. Wameatimba totole. Ni nani huyu? Sikuwahi kuona mashine kabisa kama Zoni. Au jamaa wafai hata kidogo. Ndugu zangu, ningependa kuwashauri kitu kimoja. Nimetembea media nyingi, lakini Zoni Village ni kama home. Yani jamani, peace and love. Kwanza tumeishi kama familia. Kama hujasubscribe katika channel yao, basi ningekuomba ungesubscribe, ungeshare ili uweze kujipatia habari zako kwa uhakika na zenye ubora zaidi. Mimi sina mengi, ni hayo tu. Totole.